kwa sababu haiwezekani kila opinion yetu mnaikataa. Tunasema hakuna nyaraka, mnakataa. Tunawaambia hivi, mnakataa. Sasa tuishauri, futeni basi upinzani. Futeni upinzani, tubaki chama kimoja. Kipindi kile CCM mko peke yenu, kulikuwa kuna G7 tukiwa wadogo. Mlikuwa mnashindana lakini mlikuwa mbaguani. Sasa hivi mheshimiwa, tunaanza kupishana na tunaanza kubaguana. Narudia tena, hiki mnachoendelea kupanda kitatoka hapo nje ya bunge, kitaenda mitaani. Haya yanayotokea Kibiti, msishangae siku moja yakasambaa nchi nzima kwa sababu ya chuki zinazojengwa ndani ya bunge. Mheshimiwa Lema, jielekeze kwenye mjadala. Sasa naenda kwenye mjadala, nilikuwa najenga hoja. Achana na mambo ambayo hayako mbele yako. Mheshimiwa, ndo kazi ya mbunge ni kutoa ushauri. Sasa nitoa ushauri gani zaidi ya huu? Huu ndio ushauri. Nasema hizi chuki mnazojenga ndani ya bunge ndio zitatoka hapo nje. Zikitoka hapo nje zitaenda mitaani. Narudia tena, itafika mahali nchi hii itakuwa ni sehemu mbaya kuishi, kwa sababu nyie mlio wengi mmekataa kuchukua opinioni zetu za msingi kwa sababu tu tumeitwa wapinzani. Utafikiri tumetoka Sudan. Sasa leo tunajadili mambo ya itifaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, mlienda haya mambo ya mazingira, walienda wakachana DC wa Hai alienda akavunja shamba la Mboi. Cliff Hotel na Golden Tulip ziko baharini. Sasa kwa sababu issue hapa ni itifaki ya kuridhia mazingira bora ya bahari, na hizi hoteli basi zilizoko kando kando ya bahari zipigwe marufuku kabisa, ziwe mita 120 kutoka ufuko wa bahari. Kwa sababu issue kama leo ni itifaki ya mazingira ya bahari ambao leo mmeileta hapa, ipi ilikuwa ni muhimu? Kwenda kuvunja shamba la mboga ama kuondoa Cliff iliyoko pale kando kando ya bahari ambao vichungi vya sigara vinadumbukizwa mle ndani? Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi wala mambo ya itifaki, nilikuwa nataka tu niwaambie hicho ninachowaambia kwamba hivi mnavyoishi endeleeni, ila nawaambia iko siku na tuko kuishi, iko siku kama ambavyo sasa hivi hata issue la Kibiti mnaogopa kuzijadili, mtafikiri hamna kitu kinaendelea. Kila mtu anaogopa kujadili humu ndani. Waziri mambo ya ndani naye anaogopa, nani anaogopa, usalama wanaogopa, sababu mkianza kujadili tu ni kwamba jamaa wanaweza wakaja. Na hii inasababishwa na nini? Inasababishwa na hasira ya wananchi. Inasababishwa na hasira. Mheshimiwa, mimi niombe sana, hasira hizi ambazo mapandikizia wananchi, mambo haya mnaotufanyia ndani ya bunge, mnatuzuia tusiseme, mnatuzuia tusitoe opinion zetu. Ninashauri vunjeni siasa za vyama vingi katika taifa hili, mbaki wenyewe na familia zenu na wajukuu zenu. Mheshimiwa Mnyika.